Furaha Machozini sehemu ya kwanza. Imeandikwa na Isaya Nombo, imesomwa na Anita Petro. Usiku ulikuwa kimya. Ulikuwa ule ukimya mzito unaosikika zaidi ya sauti ya upepo. Nora alikaa kitandani, macho yakiwa wazi, lakini mawazo yamezama mbali, mahali ambapo huzuni hukaa bila kualikwa. Kwenye kona ya chumba chake kidogo cha mbao, taa ya chemli iliwaka kwa mwanga hafifu, ikitupa kivuli cha huzuni ukutani. Kwa nini mimi, Mungu wangu? Kwa nini mimi? Aliuliza kwa sauti ya chini, huku chozi likimtiririka taratibu. Kila chozi lililomwagika lilikuwa ni simulizi la upotevu wa baba yake na ugumu wa maisha na ndoto zilizofutika kabla ya kuchanua. Nora alikumbuka jinsi alivyoamini kuwa maisha yangempeleka mbali: shule, mziki na ndoto ya kuwa mwalimu wa watoto wadogo. Lakini dunia haikumtendea kwa upole, kwani ajali ilimchukua baba yake. Ilibadilisha kila kitu, na mama yake ambaye aliwahi kuwa nguzo ya matumaini kwake alianza kulegea pole pole kwa maradhi yaliyokuwa yakimla kimya kimya. Kila siku Nora aliamka mapema, si kwa sababu ya ari, bali kwa sababu machozi yake hayakumpa nafasi ya kulala. Alijifunza kuvaa tabasamu bandia mbele za watu, huku ndani yake kukiwa ni jangwa lisilo na tone la tumaini. Lakini usiku huu ulikuwa ni usiku wa tofauti. Alipofumba macho, alisikia sauti ndogo, laini lakini yenye nguvu. Haikujulikana kama ni sauti ya ndani au ni Mungu akimnong'oneza Nora. Nora, Nora, Nora. Hauko peke yako Nora. Alishtuka kidogo, akatazama upande wa dirisha. Mwangaza wa mwezi uliingia taratibu, ukipenya pazia la bluu. Ndani ya moyo wake, kama cheche ndogo ya moto, kitu kilianza kuishi tena. Hakuwa na maneno ya kueleza, lakini alihisi huenda giza lake lingepata alfajiri. Alichukua daftari lililokuwa pembeni ya meza, akaandika kwa herufi ndogo, machozi haya yatanifunza kitu, sitayapoteza bure. Alipomaliza kuandika, alitabasamu kwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi kupita. Ilikuwa ni tabasamu hafifu, lenye maumivu, lakini lililosheheni ishara ya mwanzo mpya. Ujumbe wa mwisho: kila chozi lina sababu, lakini si kila chozi ni la huzuni. Wakati mwingine Mungu huruhusu machozi yatiririke ili asafishe macho ya moyo, ili tuanze kuyaona matumaini mapya. Usikate tamaa unapolia, maana machozi yako yanaweza kuwa ni mbegu ya furaha yako ya kesho. Ulikuwa nami msomaji wako Anita Petro.